Ama kweli Mungu anaweza. Mimi nimekuwa mtu wa kutulia na ndoa yangu. Mwanzo niliishi kwenye imani zile za kidunia. Nilikuwa nikienda kwa waganga. Ilipaswa nizingatie mila za mababu. Lakini nilitumikia, lakini ndoa yangu haikutulia. Niliachana sana na wanaume wengi. Na mpaka sasa nimeamua kumrudia Mungu wangu. Na ndio maana nina ndoa yenye amani na furaha. Kwa kweli nakushukuru Mungu. Sifa zote nakustahili. Sifa ni zako Baba. Pokea. Sifa ni zako Baba. Pokea. Umeweza kunipa ndoa njema Baba, pokea. Umeweza kunipa ndoa njema, pokea. Mtoa. Abema. Kuna siku ushawahi kuniambia kwamba kuna vitu kwako ni changamoto. Vitu gani hivi? Najua nini mmangu? Ndio. Mimi bana, yani mimi sijui kupika chapati yani. Unajua kupika chapati? Mbona kwenye vyakula vingine wewe unafanya vizuri? Kwa nini kwenye chapati iwe changamoto? Chapati wage inanishinda kuisukuma. Nikiisukuma inaenda hivi. Nikiisukuma inaenda hivi. Sasa mimi ndo changamoto yangu hiyo. Sikia sasa. Unajua maisha saa hizi ni tofauti na zamani. Kwa jinsi ulivyokuwa umezungumza hivyo kujui kupika chapati ningelikupeleka shule. Lakini siku hizi dunia ipo kiganjani na elimu ipo wapi? Kiganjani. Unapokuwa na changamoto yoyote ile, aidha inahusu mapishi, yani kitu chochote, siku hizi kinapatikana mtandaoni. Ngoja nikuangalizie hapa. Kwa mfano hapa unaandika jinsi ya kupika chapati. Unaona? Kwa hiyo sasa wakati mwingine unapokuwa unateseka na jambo, usisite kuwa unaniambia. Kwa sababu siku hizi dunia ipo wapi? Kiganjani. Kumbe sio alijua sana usiku hadi. Sikia sasa. Ulichokisema ni sahihi, lakini sasa ninachokushauri, unaona kwa hiki kilichokuwa kwako changamoto umeweza kuniambia mimi. Kwa hiyo nakushauri na baadhi hata ya mambo mengine unapokuwa na changamoto naomba uniwasilishie mimi. Sio mwisho wa siku unaenda huko nje unaenda kutafuta maushauri, mwisho wa siku inakuwa changamoto kwenye ndoa yetu. Sijui tunaelewana? Naelewa mume wangu. Inawezekana kuna siku nakwambia pika chapati, mwisho wa siku unakaa tu kimya, kumbe hata hujui unanikuta na kupiga. Alafu unaenda nyumbani. Kumbe kuna baadhi ya vitu tu ni vya kufanyaje, vya kuelekezana tu. Mambo yanakaa vizuri. Nilikuwa na jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Ndoa za siku hizi zina changamoto kubwa sana. Kwa sababu gani? Watu imetokea ndani ya ndoa hawaaminiani, ila wanaamini watu wa nje. Nao watu wa nje ambao wapo kwenye ndoa saa zingine ni ndugu ambao wanakuwa ni changamoto, aidha ni wazazi wetu. Unajikuta wewe mtoto wa kike, mama yako ndo anakuwa kikwazo cha ndoa yako. Au mimi mtoto wa kiume, mzazi wangu ndo anakuwa kikwazo cha ndoa yetu. Kwa sababu saa hizi mimi na wewe ni watu ambao tayari tumeshajitegemea. Tunapaswa kuna baadhi ya mawazo tuyaendeshe sisi kama sisi na sio kutegemea mawazo ya nje. Maana wakati mwingine mawazo ya nje huwa ni mawazo ambayo huwa yanabomoa. Endapo kama tukisema kwamba tuyasikilize, hakika tunaweza tukavunja mji wetu. Yaweza kuwa hata wewe kuna mtu kama unajua nini? Mume wako siku hizi huwa anatembea na fulani. Au mume wako siku hizi huwa anaenda hivi. Au mimi mwenyewe nasikia unajua nini? Mke wako siku hizi ukitoka tu na wanafanyaje? Anatoka. Sasa vitu kama hivyo endapo kama nikiwa na kurupuka pasipo kuvidadisi vizuri,
najikuta mimi nakuchukia wewe, endapo kama nikiamini maneno ya watu ya nje. Kumbe kuna baadhi ya mambo sipaswi kukurupuka, kwa sababu kwenye swala la ndoa inapaswa kuaminiana sana, ndio uwezekana ndoa ikawa ni nzuri zaidi. Unakuta kuna mzazi pia anaweza naye pia akachangia katika kufanyaje, kuharibu ndoa. Si kila mzazi mtu anapoolewa unakuta amependa. Kuna wakati mwingine mtu hapendi muona mwanae akiwa kwenye nini, kwenye ndoa, au yule mzazi unakuta anatamani mwanangu angeolewa katika maisha fulani, sio katika maisha haya. Unaona, wakati ukiangalia hata yeye ndani ya ndoa yake humo unakuta kuna vitu haviendi sawa yeye na mume wake, lakini anavumilia, lakini anashindwa pia hata na mtoto wake kumpa nini, ile elimu ya uvumilivu katika swala la ndoa. Kwa sasa mke wangu, tuishi na watu kwa umakini mkubwa sana, kuangalia huyu mtu anazungumza nini. Sio kila kitu unakibeba unakiweka, unasema sasa hiki inawezekana mume wangu jinsi alivyo hivi, au inawezekana mke wangu jinsi alivyo hivi, basi ataenda kuniona leo. Kwa hiyo tuwe makini sana na watu wanaotuzunguka, wengine hawawezi wakaitakia mema ndoa yetu. Kweli mume wangu, mimi nimekuelewa, kwa kuwa mimi napenda sana kusikiliza Mungu. Jambo lote lile napenda sana mume wangu, na wewe mume wangu nakusihi kabisa kwamba tusiache mume wangu kwenda ibadani. Unajua wakati mwingine vitu vinavyofanya tuhasi ni majukumu, tunajikuta tunakuwa busy kwa sababu ya maisha, ila kumbe wakati mwingine kuna vitu tunaweza tukaviforce, alafu tukajitia kumbe bana siku zote ni kwenda wapi, kwenye harakati tu. Kumbe kuna siku ambayo ukiweza kuitenga ya kumuomba Mungu wako inakuwa ni jambo zuri, na Mungu ndio huwa anapenda, na Mungu ndio huwa anabariki. Kwa sababu ni mtu ambaye unayependa Mungu, nitaungana na wewe. Na ndio maana nimesema Jumapili hii usiache kuniandalia nguo tukaenda pamoja kanisani. Haya mangu, mimi nisikia Mungu. Huwa najiuliza sana kwa kwamba shetani ni roho na Yesu ni roho. Sasa kati ya hizo roho kuna roho mharibifu na roho mtakatifu. Shetani ni roho mharibifu na Yesu ni roho mtakatifu. Mimi nadhani kwenye moyo wangu Bwana nimkaribishe Roho Mtakatifu ili kusudi niwe imara katika maisha yangu, katika maamuzi yangu. Maana nikiishi na Roho Mtakatifu sitakuwa na tamaa ya kutamani vitu vya watu, kutamani kitu kizuri kilichopo nje ya uwezo wangu. Hapo naamini kwanza nitafurahia maisha ya hapa duniani. Sitakuwa na papala, sitakuwa na ufuata moyo jinsi utakavyokuwa unataka, kwa sababu ndani yangu ataishi Roho Mtakatifu. Maana hata mchawi anatumia kukontrol roho ya mtu ili kumchukia mtu anayempenda na kumwona mbaya kabisa, hata kumfukuza atoke mbele ya macho yake. Kwenye moyo wangu nitamkaribisha Roho Mtakatifu ili niwe mtu mkweli katika maisha yangu. Vipi? Poa, vipi? Hapa kwema? Kwema. Karibu. Hapa ndo nyumbani? Ndo hapa. Kama nyumbani hapa tu? Hapa ndo nyumbani kinitafuta. Niko hapa. Mbona dada yako anapajua? Yaani mimi hata sifahamu ndio ni hapa tu shamba. Ndio hapa, wewe ndio unapita mara kwa mara tu. Unajua pasipo kuelekezwa ni changamoto. Ndio hapa nyumbani bana. Sawa? Haya kaka. Haya bana. Karibu sana.
Kuna mtu mmoja nilimpata na kumwomba ushauri, kwani siwezi nikawekeza nikiwa nasoma? Akasema inawezekana. Nikaendelea kumuuliza, nikamuuliza niwekeze nini ambacho kisiwe kikwazo kwa serikali au kwenye familia yangu. Akanishauri kwamba niandae kilo 1 ya karanga, alafu niwe naziandaa hizo karanga, alafu niwe nazikaanga na ziweka kwenye pakiti, nitafute mtu niwe niganaye faida. Hapo nitakuwa nimewekeza kabisa, japo ni kidogo kidogo, lakini kina faida kwa baadaye. Akanishauri niwe na line ya akaunti yangu. Binti yangu, nimekuita. Sawa baba. Nakumbuka huyu babu namfahamu. Amekuja hapa Msanzi yangu. Mimi ninafikiri tumsikilize ujumbe aliokuja nao. Sawa. Sasa Sanzi, nadhani mimi sitakuwa na maneno marefu. Sawa. Huyu ni mwenga wangu. Ndio. Nimempata, walikosana na mume wake. Sawa. Tumeyafanya kuyaongelea na mume wake. Sawa. Ikabidi mimi nifuatilie mwenga wangu. Sawa sawa. Kule masuala tumeshayamaliza. Sawa sawa. Nadhani mimi mwenga wangu arudi nyumbani. Sawa sawa. Nadhani majambo ya kuweza kukosana watoto waga yapo. Sawa kabisa. Lakini wazazi tukishaingilia lazima waga tunayamaliza. Sawa sawa. Naomba mimi mwenga wangu arudi nyumbani. Sawa kabisa. Kuanzia leo hii shughuli ya kuhusu kuoana wao ndoa ya watu wawili sawa imeisha. Tumeshaona na sisi Msanzi na mwenga wangu uzuri nimeshamuona. Ndio. Arudi kwa mume wake. Sawa sawa. Mume wake nimeshampanga. Masuala yote yameshaisha. Sawa sawa. Mayo mwenga. Baba. Naomba kwamba urudi nyumbani kwa mume wako. Sawa. Masuala tumeshayamaliza. Sawa. Umeelewa? Ndio. Kwa maana tusije tukakaa tunafuatana tunawafuata. Mimi nishagatoa mahali nikamaliza, hanidai baba yako. Sanzi, unanidai? Hapana. Nafikiri mwanangu ili swala lizingatie sana. Sawa baba. Huyu aliyefika hapa ni mzee mzima. Ndio baba yako. Mnapokuwa umepata mkwazano na mume wako, lazima muone baba mko wako kwanza kabla ya kufika kwangu. Huko nakuja unatafuta migogoro tu mwanangu. Hizi ndoa mwanangu ni changamoto. Wewe unapoguswa kuna kukimbia kwa baba sio vizuri. Alafu kila jambo unalofanya mwanangu mshirikishane na mume wako ili mfanye kwa kukubaliana. Sawa. Lakini unapofanya jambo kwa kuonekana kwamba unafanya umejificha na kuwa umekosea, dakika ya mwisho ndio kugombana kwenu, ndio kukimbia kwenu. Mnaharibu mji wenu, sio wa kwangu mimi. Mimi na mama yako hapa tupo tumeng'ang'ana. Tunapambana. Naomba kwa hilo uliangalie kwa umakini. Mimi nafikiri jambo la msingi, rudi kwako, beba vitu vyako, rudi kwako. Mimi hapa ni kwangu, sio kwako wewe. Na umeenda kutafuta mji wako. Nadhani Sanzi, mimi sitakuwa na maneno mengi. Wewe mzee ni mzee mwenzangu. Ndio. Hapa tulipo tunapanga mipango ya kuweza kupatanisha ndoa ya watoto. Kwa hiyo mama leo hii jioni au kesho afike nyumbani bila shida yoyote ile. Kama hana nauli anaweza kusema. Ndio. Baba, nauli yenyewe sina, maana hajatuma. Safi kabisa. Safi kabisa. Nauli ya ngapi mama? Nauli ni shilingi 10,000. Shilingi 10,000. Haina shida. Watoto wakae safi kabisa, si ndio? 10,000 mama hii hapa. Baba, asante. Yaani mgogoro umeshaisha. Naomba mwanangu arudi nyumbani. Mwenga wangu mlete na mjukuu wangu. Haipo kabisa. Kuna swala likiingiliwa wazazi huwa haliharibiki. Wao tu wabadilike, mwanangu tu abadilike sana. Lakini asipobadilika mambo yatamharibikia yeye mwenyewe. Sio sisi tena. Na mimi kule nimeshamaliza kujenga kila kitu, hamna shida kabisa. Mshirikishe mume wako kwa kila jambo lolote lile kwenye familia yenu. Huo mji mmeujenga watu wawili, kila jambo mshirikishane. Kwanza tufanye hili, mshirikishane. Sio fanye jambo kinyemera nyemera, una makosa. Mwanangu, sio vizuri. Umenielewa? Naomba uzingatie sana.